لا حول ولا قوة إلا بالله هو الرب الأعلى. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Ad-dinu nasihatun, dini ni kupeana nasaha, dini ni kunasihiana. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi alladhi ja'ala shahra as-siyam 'ala al-ayyam qad fadla haqqan fihi kitabullahi qad nazala. Tuba li'abdin ata'a Allah mujtahida wa bidhikri fihi aw al-Qur'ana mushtaghila. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah alqaimi bihuquqillahi ma dhaqati illa farajaha Allah. Amma ba'du, mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa kipindi chako pendwa Ahamiyatu Dua, umuhimu wa dua, tukikuletea ad-dinu nasiha, dini ni kunasihiana, ikiwa leo ni mwezi 25 Ramadhani 1446 Hijria. Miongoni mwa mambo tutakayojifundisha siku ya leo, zakatul fitr. Tutaizungumza zakatul fitr sehemu ya pili. Jana tumezungumza sehemu ya kwanza, leo sehemu ya pili, na insha Allah taala kesho tutahitimisha sehemu ya tatu. Ndugu yangu katika imani, katika siku ya leo, katika darsa ya zakatul fitr, tutajifundisha mambo takriban matatu. Jambo la kwanza, kipimo cha kutoa zakatul fitr. Jambo la pili, wale wenye kuwajibika kutoa zakatul fitr. Jambo la tatu na la mwisho ni kile kinachotolewa katika zakatul fitr. Ndugu yangu katika imani, ama tukianza na kipimo cha kisheria, dha'an ni pishi moja, na pishi moja hii ilikuwa ikitumika katika zama za Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kabla ya kupatikana mizani. Hivi sasa tunatumia mizani kupima nafaka zetu, alhubub, lakini wakati wa Mtume sallallahu alayhi wasallam walikuwa wakitumia dha'an, ni kipimo cha pishi moja, kama ambavyo wazee wetu zamani wenye umri mkubwa, miaka 80 kwa sasa, miaka 90, hata miaka 70, wanafahamu upimaji wa nafaka zao mashambani katika kuuza na kununua, ilikuwa kitumia kitu kinachoitwa kibaba. Ni kipimo maalum kwa sababu wakati huo mizani hakuna. Kwa hivyo ulama wakatueleza dha'an kwa sasa kiloini wa nisfu ni kilo 2.5 kwa kipimo cha mizani, au 3 kilo au kilo 3 kwa kipimo cha mizani. Kwa hivyo kile kinachotolewa katika zakatul fitr utakipima katika kipimo cha mizani ya sasa, kilo 2.5 au kilo 3, utapata kadirio la dha'an, ambacho ni kipimo cha kisheria katika ugawaji wa zakatul fitr. Lakini sehemu ya pili, wale waliowajibika kutoa zakatul fitr. Wenye kuwajibika kutoa zakatul fitr ni makundi yafuatayo: al-abdu wal hur, ni mtumwa na aliye huru, yani mtumwa atoe zakatul fitr na aliye huru atoe zakatul fitr. Wadhakar wal untha, mwanaume anapaswa kutoa zakatul fitr na mwanamke anapaswa kutoa zakatul fitr. As-saghir wal kabir, mtoto mdogo na mkubwa, wote hawa hakuna tofauti ya umri, kwa sababu ni mchanga huyu, kwa sababu ni mzee, wote watoto wakubwa watoe zakatul fitr. Wa jami'il muslimin, na baki ya waislamu wote wanatakiwa watoe zakatul fitr. Kwa hivyo ndugu yangu, unapoyapitia makundi haya, bila shaka utaona hakuna upenyo unaomfanya baadhi ya watu katika Waislamu au baadhi ya wafungaji wakimbie udhuru wa kutoa zakatul fitr. Sote tujipange kama tulivyojipanga kupata daku, kama tulivyojipanga kupata iftari, kama tunavyojipanga kwa ajili ya sikukuu watoto wapate nguo, kadhalika tujipange juu ya kutoa zakatul fitr. Baada ya kukueleza hao wenye kustahiki kutoa, sasa tuangalie vinavyotolewa. Kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, anasema dha'an min tamr, ni pishi moja ya tende au shairin au ngano au zabibin au zabibu au aqit. Al-aqit labanan mujaffaf, ni yale maziwa yaliyoganda. Si tumezoea kutumia lugha maziwa yaliyoganda ni mtindi. Kwa hivyo wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa hivi ndivyo vitu wanavyovitoa kwa zakatul fitr
kama vitu vyenye thamani, kama vitu vyenye hadhi, kama vitu vinavyopendwa kwa wakazi wa mji kwa wakati huo. Wala hakuna makosa kwa yule ambaye atakayetoa chakula kinachopendwa kwa zama zetu za sasa na wakazi wa mji. Na haya sio maneno yangu, wameeleza hivyo ulama wakubwa, wanawazuoni wakubwa, maimamu wakubwa, baadhi ya masahaba wakubwa, pamoja na tabiina wa tabi'i tabi'in, wameeleza haya katika vitabu kwamba tunaweza tukatoa vile vyakula vinavyopendwa na wakazi wa mji, bali hata ile miqdaruhu alqima, kukadiria kima kinachotakiwa katika kile kinachotolewa zakatul fitr. Kwa mfano, kwa sasa tunatumia mchele, watu wa Afrika na watu baadhi hata nchi za Ulaya tunatumia mchele. Kwa hiyo mchele kilo 2.5 au mchele kilo 3, thamani yake ni 9,000 au thamani yake 10,000. Kwa hiyo kile kima kwa kumpatia mtu pia inajuzu. Katika mabingwa wa hadithi za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ni Imam Bukhari, moja katika mabingwa wa hadithi, lakini vile vile al-Imam Ibn Taymiyyah ameliweka wazi jambo hilo, al-Imam Abu Hanifa. Hawa wote maimamu wamekubaliana katika jambo hilo, na hawa sio watu ambao wepesi katika fiqh au ni watu wepesi katika kumfahamu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni watu wenye maarifa makubwa na watu wenye uchamungu mkubwa. Ala sabili almithal, mtazame al-Imam Abu Hanifa, Allahu akbar. Ukisoma katika tarikhi yake utaona kwamba alikuwa ni mtu wa kikweli kweli. Alladhi Abu Hanifa ambaye makatha 40 sana, zilipita kwake takriban miaka 40. Mwaka mmoja una siku 360 au na 61, itategemea na mzunguko wa mwaka. Sasa yeye kwa miaka 40 yusalli salat al-fajr, anaswali swala ya alfajiri biudhui al-isha, kwa udhu wake aliyosalia swala ya Isha. Allahu akbar. Angalia mambo makubwa kama haya, mambo ya mabwana waliopita kabla yetu, watu wenye utukufu mkubwa. Bimaana kana la yanamu al-layl, kule kuchukua udhu salatul isha akautumia udhu huo kuswalia salatul fajri, maana yake alikuwa halali usiku. Sio mimi na wewe tunavizia 27 au tunavizia mpaka Ramadhani ifike ndio mtu anasimama usiku kukesha. Al-Imamu Abu Hanifa anasimama kwa miaka 40 pasi na kustop mutawaliyat. Hawa wamekubaliana suala hili la kutoa zakatul fitri kwa qima au kuliwa chakula kinachopendwa na wakazi wa mji. Lakini pia katika masahaba, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, Sayyidina Umar bin al-Khattab, Sayyidina Muadh bin Jabal. Tena Muadh bin Jabal, moja katika sifa anasifu mwenyewe Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, anasema a'lam ummati, wajuzi katika umma wangu, wenye kufahamu katika umma wangu, bil halali wal haram, kwa kubaini na kujua kwamba hili ni la halali na hili ni la haram. Muadh bin Jabal, anamtaja Sayyidina Muadh bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Kwa haya ni miongoni mwa mambo ambayo tumeona tujifunze katika siku ya leo, na insha Allahu ta'ala Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atubarikie tuweze kupata vile vya kutoa kwa ajili ya zakatul fitr, ili tuweze kuzitakasa saumu zetu na kuweza kuwalisha maskini katika jamii. Ndugu yenu katika iman, Sheikh Rajab bin Salim Juma Al-Qushairi Ash-Shirazi. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. La hawla wa la quwwata illa billahi wa ya ni'mal mawla.